inalenga kwa uzito mwenendo wa Padre Charles Kitima, Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TIC. Kwa muda mrefu kauli mienendo yake inatafsiriwa kwa waumini wengi huwa mwelekezo wa kisiasa, ikiwemo mahusiano yanayoonekana kuwa kuharibu chama cha Chadema. Hoja kuu zilizowasilishwa ni hatari ya kulifanya kanisa lionekane upande wa chama cha kisiasa, kuvuruga nafasi ya kanisa kama sauti ya haki ya wote. Kundi la chama yote mlisikia aliita baadhi ya watu marofa, wana Ukristo wao, ambalo jambo si la haki. Lakini pia tukiangalia Biblia inasema wazi kabisa, yeyote atakayemwambia ndugu yake mpumbavu atapata hukumu. Hii sio mimi, ni Mathayo. Ukifungua Mathayo 5 mstari wa 22 unasema hivyo. Lakini sio Mathayo tu, Canon Law inasisitiza, kanoni ya 220, heshima na utu wa waumini lata. Askofu awajibike kulinda mahubiri dhidi ya matumizi mabaya. Kanoni ya 387, askofu awe kielelezo cha unyenyekevu na upendo. Lakini kama itoshi, kanoni ya 392, askofu azuie matumizi mabaya ya mamlaka. Lakini kwa kusitiza zaidi, Papa Mtakatifu Francis alisema wachungaji si waamuzi wanaotoa hukumu, bali ni baba wanaoandamana na kondoo. Lakini mfano wa kitume na mapokeo ya kanisa. Katika historia ya kanisa, kukemea kwa heshima hakujawahi kuwa uasi. Mtume Paulo alimkemea Mtume Petro hadharani pale ukweli wa Injili ulipokuwa hatarini. Nilipompinga uso kwa uso kwa sababu alikuwa amekosea. Jamani, nendeni mkaangalia Wagalatia 2 mstari wa 11 unasema hivyo. Lakini pia Mtakatifu Gregori Mkuu aliandika, mchungaji anapojivuna ndiye anayeliunda kundi. Lakini pia hatua iliyochukuliwa na maana yake. Kwa kuzingatia hoja zetu hizo, waumini zaidi sisi hapa ya 120, nafikiri wote mmewaona nyuma, tumeambatana nao, tumetoka parokia mbalimbali wamefikisha swala hili kwa Papa Leo wa 16 kwa utaratibu halali wa kikanisa. Kama mlivyoona asubuhi tumeanzia pale. Lakini hatua hii ina maana moja kuu: kanisa ni la waumini, si mali ya mtu mmoja, si cheo, sio taasisi ya mtu mmoja. Lakini wito kwa jamii. Sasa sisi wa Katoliki, baadhi yetu, wito wetu kwa jamii, tunatoa wito mzito kwa jamii na waumini wote. Jamii tambue kuwa haki ya waumini kudai wajibikaji ni sehemu ya uhai wa kanisa. Waumini wasitishwe wala kubezwa kwa kutumia haki zao za kikanuni. Viongozi wa kanisa wakumbuke kuwa mamlaka ya kiroho ni huduma, si silaha ya vitisho. Madhabahu yabaki kuwa mahala pa Injili, si jukwaa la matusi. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Tuelewane hapa. Kanisa libaki kuwa sauti ya haki, amani na umoja, si muhimili wa siasa za vyama. Kanisa linapojisahau, waumini ulikumbusha. Na ndio maana sisi tunachokifanya sasa hivi, aidha kama viongozi wetu walijisahau, tunawakumbusha kwamba wasikae kwenye mlengo wa siasa wa chama kimoja. Nafikiri tutawaachia pia hii naraka nyinyi waandishi wa habari kwa ajili ya aidha kupata content zenu, lakini hapa sisi tumefikia tamati. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Ondolewe kwa sababu bado ni kiongozi wetu wa dini na tunamheshimu sana,
na bado anatuhudumia kiroho. Tunachokitaka arudi kwenye mlengo wa kiroho. Kanisa sio sehemu ya siasa. Karibu. Kabla ya kufanya hii press, pengine mlishajaribu kuwasiliana na kiongozi mwenyewe? Na pia la pili, ili mtu awe Mkatoliki sifa zikoje? Ili mtu awe Mkatoliki, kwanza uzaliwe. Ukishazaliwa, ukibatizwa, kwa sisi maneto ya Kiroma, wewe ni Mkatoliki. Utapata mafundisho mengine, utapata komunio ya kwanza, utapata kipaimara, utakuja daraja la mwisho aidha upadilisho au ndoa takatifu. Karibu. Tumefuata process zote, na hii sio press ya kwanza, labda wewe ndio umekuja hii ya leo, lakini tunafanya taratibu zote, tunapeleka barua zetu. Tunachokiomba sasa hivi tujibiwe na hatua zingine zichukuliwe. Mimi na swali. Mimi naitwa James. Natoka Tochi Media. Nilikuwa nauliza, nyie mmesema ni Wakatoliki. Nikotaka kujua mnasali kigango kipi, parokia ipi, na mnaweza mkatuambia nyie ni jumuiya gani? Kitambulisho ambacho kina namba. Nilikuwa naomba watu watatu tu wanaonyesha vile namba zile, hata kitambulisho cha mfano ili niamini kama kweli ni Wakatoliki, ili tuamini wanaoongea ni wa kweli. Lakini kwenye kanisa Katoliki kuna wasemaji ambao ni walei. Sasa hamjajaribu kuwashirikisha walei ndio waje wazungumze hili, au nyie mmejiorganizeje? Nimekuelewa. Swali la kwanza kwamba umeuliza Ukatoliki vitambulisho. Nikwambia sasa hizi passport yako hapo umebeba? Kwa sababu hujajiandaa na safari ya kusafiri, si ndio? Sisi tumekuja kama Katoliki, swala niko kigango gani na swali jumuiya gani, kanisa gani, nilishajibu hilo swali. Hata walikuwa kwenye press ya kwanza waliona, na tayari ujumbe ushafika kwenye parokia yangu, kwa wanajua na hichi ninachokifanya, wanajua kwamba kuna muumini huyu ana hoja zake hizi anatakiwa kujibiwa. Tumepata process zote. Sisi wa Roma unaruhusiwa kupeleka malalamiko pale kwa ngazi stahiki ya kiongozi unampelekea malalamiko. Siwezi kwenda kwa lei kwa wakati mimi nataka askofu wangu afanye kitu hiki. Sawa na wewe nikamshtaki kukushtaki wewe nikashtaki kwa mwanao. Hii ni Fahamu na Elewa TV. Tafadhali usisahau kusubscribe na kucomment.